السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم وأبارك على خير خلقك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداك. أما بعد، إخوة الأحبة، بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى katika maisha yetu, kujibidisheni na kujilazimisha kuichunga sala na kuisali kwa wakati wake. Sala ndiyo kichwa cha ibada zote na ndiyo ibada ya kwanza itakayohesabiwa siku ya Kiyama. Mtu asishughulishe na sala kwa lolote lile, hata anapoona kwamba ni kazi inayomfaidisha, inamtilia pesa nyingi, lakini sala isimshughulishe akaiacha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikri llah waman yaf'al dhalik faulaika humul khasirun. Hapa Mwenyezi Mungu ametoa nasaha kutuambia msishughulishwe yenye mloamini na mali zenu na watoto wenu na kumtaja Mwenyezi Mungu, na atakayefanya hivyo amepata hasara. Ata na Muqatil wanasema kwamba almuradu bidhikri huna as-salatu al-maktuba. Adhikri iliyokusudiwa hapa ni sala ya faradhi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikri llah. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anatuambia as-salatu min akbar al-auni ala tahsili masalih ad-dunya wal akhirah. Sala ndiyo inayosaidia pakubwa sana mtu kupata ufanisi wa maisha yake na maslahi yake katika dunia hii na akhira. Wa hiya manhatun anil ithm, na sala inamkataza mtu na madhambi. Wa matradatun liljasad lidai anil jasad, vile vile sala wakati mwingine humkinga mwanadamu na maradhi katika kiwiliwili chake. Wa dafi'atun liadwa'i alqulub, na pia vile vile inaondoa maradhi ya moyo. Wassalatu munashitatun liljawarihi wan nafs, kadhalika vile vile sala inachangamsha viungo katika mambo mengi mema. Wassalatu munawwiratun lilqalbi, na sala inaufanya moyo unakuwa na nur. As-salatu nur. Wassalatu miftahun lirizq, na sala vile vile ni mlango mkubwa wa riziki. Hapa Imam Ibn al-Qayyim katika haya alitueleza faida ya sala. Ili la mwisho alilotajia ni kubwa katika maisha ya mwanadamu. Miftahul lirizqi, sala ndiyo inayorahisisha katika riziki ya mwanadamu. Na swala la riziki tunajua uzito wake, na ni swala linampa kero mwanadamu. Kwa hivyo ukitaka kusahilika riziki yako kuwa nyepesi na Mwenyezi Mungu akufungulie milango ya riziki, basi dumu na sala. Na tunapoangalia ndani ya Qur'ani tutaona namna gani sala imefungamanishwa na riziki. Sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam tunamfahamu, ذلك النبي الذي ترك هاجر زوجته وإسماعيل ابنه بأرض الجرداء قاحلة. Ibrahim ndiye yule aliyechukua familia yake akaihamisha kutoka ardhi ya Palestina na akaipeleka ardhi iliyokuwa kavu, jangwa, hakuna watu wanaoishi huko wala hakuna mashamba wala vyakula. Alimpeleka mkewe Hajar na mwanawe Ismail, alikuwa mtoto mchanga, na wakiwa wamebeba akiba ya chakula kiasi na maji. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam akaiacha familia yake pale. Mama Hajara anauliza, vipi, mbona watu acha hapa wenda zako? Ibrahim insarafa anhum wa dhahab, anakwenda. Mama Hajara akamuuliza mara tatu,
Lakini Sayyidina Ibrahim akamwambia hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam kabla hajaondoka maeneo yale, daa Allah wa talab, alimuomba Mwenyezi Mungu, akaomba matakwa yake kwa Allah, akamwambia ya Rabb, wewe umeniamrisha niilete familia yangu hapa na nimetii amri yako, na mimi na mahitaji kwako. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika almuharram, Mola wangu mimi nimeiacha familia yangu hapa, na wewe wajua mahali hapana chakula, hakuna maji, hakuna watu. Rabbana liyuqimu ssalah, lakini lililo kubwa muhimu nimewahusia ni kwamba wao wadumu na sala, washikamane na sala. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, basi na wewe ya Rabb walete watu watakokuwa wanaishi na wao. Warzuqhum min athamarat, na warzuqu matunda, yani manake walete riziki ya Rabb, la'allahum yashkurun, ili wapate kukushukuru, wazidi kukushukuru. Hapa Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ma sa'ala Allah li ahlihi arrizqa hatta dhakara ash-sharta, alipokuwa anamuomba Mwenyezi Mungu awaletee riziki watu wake, kwanza aliweka sharti gani? Rabbana liyuqimu as-salah, ili riziki iwe sahali kwao kupatikana na mambo yawanyokee. Sayyidina Ibrahim alitaja sala, baada ya sala ndio ikaja riziki. Warzuqhum min athamarat, na kweli dua ya Sayyidina Ibrahim na wao wakiwa wanasali, mama Hajar anadumu na sala. Mambo yalikuwa namna gani? Allah subhanahu wa ta'ala fajjara lahum aynan, aliweza kutoa chemchemu, jicho la maji, fiha ta'amu tu'min wa shifa'u suq, maji yale yakachukua badala ya chakula. Nabii Ismail na mamake Hajara wakinywa yale maji ni kinywaji na ni chakula. Wa shifa'u suqmin, na pia maji yale yanawapoza maradhi ambayo yako katika kiwiliwili. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, hapa Qur'ani inatuonyesha kwamba sala na riziki ni vitu vinakwenda pamoja. Ikikosekana sala na riziki itakuwa tabu, sala ikiwepo na riziki sahali wewe kuipata. Ndivyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa, wewe waamrishe watu wako nyumbani, mkeo na watoto kusali, kisha suala la riziki tuachie sisi, usipate tabu. Nahnu narzuquk, sisi tutairahisisha riziki yako na itakuwa sahali, maisha yako hayatakuwa ya tabu. Wal aqibatu littaqwa, na mafanikio siku zote ni kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaendeleza yaliyobaki katika kikao kinachokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.